Mungu ni mwema wakati wote, Mungu ni mwema. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha neno cha siku ya leo. Leo tunaenda kujifunza neno la Mungu. Zuri, lenye kujenga, lakini lenye kukusaidia wewe ambaye uko unayatafuta maisha yako ya wokovu. Leo nataka tujifunze mambo manne yanayoweza kukufanya usimuone Mungu kwenye maisha yako. Tutajifunza vitu vinne kwa leo ambavyo vinaweza vikakufanya usimuone Mungu katika maisha yako mtafuta. Jambo la kwanza. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kukuzuia kukutana na Yesu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kukufanya katika maisha yako kumtafuta Mungu usimuone ni dini yako. Dini ni mzizi ambao ukikaa vibaya kwenye akili zako, kwenye fikra zako, unaweza kukufanya usimuone Bwana Yesu kwenye maisha ya kila siku, au hata kama utamwona basi utamwona kwa kuchelewa sana. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu hata mimi, kwa sababu ya dini yangu, ilinifanya nisimuone Mungu wangu kwa wakati. Ilinifanya nisimuone Bwana Yesu kwa wakati. Nilimuona, lakini nilimuona kwa kuchelewa. Kwa sababu nimesikia habari za Yesu niko kidato cha pili. Ndipo ile mama anayesali Pentecoste, mama yangu anakuja ananiambia, "Eliza, mpokee Yesu." Lakini kwa sababu ya kiburi cha dini nilichokuwa nacho, nilichukulia huyo ana habari za kutafuta tu. Yesu ananipenda, Yesu amemwambia kwamba nimpokee. Amekutana wapi na Yesu mpaka akamwambia? Kwa sababu ya nini? Ya ufahamu wangu mdogo wa kiroho. Kwa nini nilijiona mimi hawa watu wa kusema Yesu amenionyesha, Yesu amenifunulia, Yesu amesema na mimi, nikaona gawa watu ya zile hadithi za kujitafutisha. Nikachelewa. Nimekuja kuonana na Kristo, yaani Mungu anakuja kunisaidia katika kipindi kigumu sana, niko kidato cha 6. Ndiko nakuja kuona uhalisia wa Mungu, naanza kukumbuka yale maneno. Mpaka leo nasema hivi, ningeatii nikiwa bado niko kidato cha pili. Unaona? Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba dini ni kitu ambacho shetani anaweza akakitumia kikakufanya usimuone Mungu kwa wakati. Tusome katika kitabu cha Yohana sura ya 7. Yohana 7, hiki kifungu kidogo cha 13. Neno la Mungu linasema hivi: "Walakini hakuna mtu aliyemtaja waziwazi kwa sababu ya kuogopa Wayahudi." Yaani hawa watu wamesikia habari za Yesu na wengine ni ndugu zake kabisa, lakini hakuna anayediriki kusema kwamba Yesu, jamani, tumemwona yuko hapa, Yesu tumemwona akitenda akifanya hivi. Kwa nini? Wanawaogopa watu wa dini. Wakiwasikia watasemaje? Wanaamini kwenye ile dini ambao ile dini ya Kiyahudi ambao wamezoea, wanajua ndio utaratibu, hii ndio dini na maisha yako hivi. Kwa hiyo tukianza kusema huyu mtu tumemwona akifanya hivi, huyu mtu tumemwona ni mtu mwenye uweza, huyu kweli ni mwana wa Mungu, huyu kweli ametumwa kutoka mbinguni, tukisema watatuona watu tofauti, wataona tunaikana dini, kwa hiyo ni bora tunyamaze. Kwa hiyo wakaogopa kumtaja Yesu. Hata ndugu zake walikuwepo hapa, lakini waliogopa kumtaja. Kusema jamani, tumemuona Yesu, waliogopa kumtaja. Kwa hiyo na wewe dini inaweza kukufanya usimuone Bwana Yesu, kwa sababu unaweza ukasikia habari za Yesu zinazungumziwa, labda umeona kuna mkutano huko hapo Pentecoste, na wewe sio Pentecoste. Unaanza kusema hamna, nikienda hapa nitaonekana nimejichanganya. Labda umeona umeandaliwa hapa na charismatic, unasema hamna, kwa vile mimi ni mcheri, mimi ni KKT, siwezi kwenda kwa sababu mimi dini yangu hairuhusu kabisa hayo mambo ya kujichanganya, nitaonekana nimejichanganya. Au kwa mfano mimi Mwanglikana, nikisema nikienda pale KKT nitaonekana kwamba sasa nimejichanganya, kwa sababu kama ni KKT nishasali sasa Anglikana, nitaonekana labda najichanganya. Hapana. Tunapokuja kuzungumza habari za kumtafuta Yesu personal, kumbuka mimi hapa kwenye channel yangu nimekuambia nahubiri habari ya mtu kuyatafuta maisha yake mwenyewe ya rohoni. Yaani ninachotaka ni wewe ambao unanisikiliza hapo kwenye simu yako, uyatafute maisha yako wewe kama wewe. Yaani ifike mahali kabisa unajua, nikitaka kitu changu mimi, nikifanya hivi, nikiongea na Mungu nakipata mimi kama mimi. Kwa hapo tunataka tujenge maisha yale ambayo ni ya mtu kutafuta wokovu kama. Inapokuja kutafuta wokovu, simama kama wewe. Inapokuja kutafuta Mungu,
Mungu, simama wewe kama wewe. Achana na habari sijui familia inasemaje. Achana na habari sijui dini sijui inasemaje. Achana na habari sijui majirani wananionaje. Achana na habari sijui ni nani sijui ananichukuliaje. Wewe inapofika mahali unaisikia sauti ya Mungu, anasema tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu akafungua mlango, nitaingia kwake, nitakaa naye atakaa pamoja na mimi. Na wewe unaposikia sauti ya Mungu inagonga mlango kwenye moyo wako, kwenye chumba cha moyo wako, usisite kufungua mlango. Acha umpate Mungu wewe kama wewe. God inawezeka sababu kubwa ya kuogopa kumtaja Kristo, ya kuogopa kumuona Yesu, au ikakuchelewesha hata kumuona Mungu kwa wakati kwenye maisha yako. Jambo la pili ambalo linaweza kufanya usimuone Mungu kwa wakati ni dhambi. Tunapokuwa tumezaliwa katika hali ya dhambi, au labda sisi wenyewe tunaishi katika hali ya dhambi, tunafika mahali tunajikuta kwamba tunakuwa mbali na Mungu kwa sababu Mungu wetu yeye ni mtakatifu. Lakini pia maisha ya dhambi yanaweza kututenga na Mungu kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni pale ambapo tunafanya dhambi, alafu tu Mungu mwenyewe anaamua kuwa mbali na sisi kwa sababu yeye ni mtakatifu, achangamani na dhambi. Na ukishatenda dhambi, shetani anamwambia unamuona huyu Eliza, si anajifanya hapa anafundisha sijui vitu gani, amefanya hivi na hivi na hivi. Hii ni halali yangu. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Ni mpaka pale mimi nitakapotamka kinywa changu kwamba mimi Bwana Yesu nimechoka na unilipie ile deni. Inapofika hapo shetani anakosa ile haki ya kuendelea kunifuatilia. Kwa Mungu anajua kabisa Yesu amesimama mahali palipobomoka. Yesu amesimama mahali pa zamu yangu. Yesu amesimama pale ambapo mimi niko siwezi kusimama kutenda dhambi. Kwa hiyo shetani pale anakosa uhalali, ananiachilia. Lakini kwa namna ya pili, dhambi ambapo inaweza kutuchelewesha kumwona Mungu ni pale ambapo tumekwisha kufanya dhambi, tumekwisha kutubu. Kwa mfano mimi nimeshafanya dhambi nyingi, nimetubu. Lakini shetani anatumia zile kumbukumbu za nyuma kunikumbusha kwamba unakumbuka dhambi ile umefanya, unafikiria ile dhambi umesamehewa, unafikiria ile dhambi umesamehewa. Kwa sababu najikuta labda naishi kwenye ile hatia ya dhambi, nashindwa kumwona Mungu. Kila saa mimi nakuwa tu ni mtu wa kweli ile dhambi. Nilitoa mimba zote zile, Mungu atakuwa hajanisamehe. Nilienda sijui kule nikaloga watu, Mungu atakuwa hajanisamehe. Niliua watu wote wale, Mungu atakuwa hajanisamehe. Nilikuwa naingia kwenye miji ya watu naiba, navunja usiku, labda nyingine natumia hata bastola, Mungu atakuwa hajanisamehe. Ila unapoendelea kuishi kwa hatia na kujua kwamba Mungu amekusamehe, dhambi inakuchelewesha kumwona Mungu. Kwa hiyo dhambi ni kitu ambacho shetani pia anaweza akakitumia kufanya usimwone Mungu. Kwa hiyo tunajaribu kwenye kitabu cha Isaya sura ya 59. Isaya 59 na mstari huu hapa wa pili, neno la Mungu linasema hivi: lakini maovu yenu yanawafarikisha ninyi na Mungu, ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Kwa maovu yetu huwa yanatufarikisha na Mungu, yanatufanya tusimuone Mungu, anakuwa hata hataki kutusikia. Lakini nina habari njema kwako, dhambi isikutenge na Mungu aliyekuumba. Dhambi isikutenge na Mungu. Muda wote, saa yoyote, Yesu yupo. Yesu yupo. Hii ni habari njema. Yesu alijua kabisa kwamba sisi kuishinda dhambi, sisi kama sisi hatuwezi. Kinachotakiwa hapa ni kuondoa aibu. Kinachotakiwa hapa ni kuacha kumwangalia sina na anasemaje na kusema Yesu, kweli katika hili naomba niwe wazi. Na unapoenda mbele za Kristo, mwana wa Mungu, unapoamua kwenda mbele za Kristo, nenda kama unapoenda kwa daktari. Hivyo ushakwenda kwa daktari, hata kama unaumwa, jibu sijui sehemu gani ile ambayo unajua kwamba hii sehemu ni yani siwezi kusema mbele za watu. Lakini kama unajua kabisa ninaumwa hapa, unapoenda mbele za daktari, huwa unafika kabisa mahali au fichi ugonjwa, unaanza kufunguka pale. Unamwambia daktari, mimi naumwa hapa. Wapi hapa? Haya, vua na nguo. Ni wapi hapa daktari? Hapa. Unamuonyesha kabisa kwamba naumwa hapa. Unafunua ugonjwa wako, daktari anaona kama ni jipu, analipasua vizuri, daktari analisafisha, analiponya, anafunga lile jeraha vizuri, anakuja siku nyingine anatibu kile kidonda mpaka kinakauka na mwili wako unakaa vizuri. Hivyo unapoenda mbele za Kristo, usiende unaogopa. Nenda wazi kabisa, mwambiani, jamani, Yesu, nimekuja hivi, mimi ndio mwizi wa waume za watu. Mimi ndio mwizi wa wake za watu. Mimi ndio ninayeharibu watoto wa watu. Mimi Yesu nimekuja hivi nilivyo, ndiye jambazi. Mimi Yesu yaani usimfiche Kristo dhambi. Nenda tu maana anakujua. Nenda tu mwana wa Mungu kwa sababu alijua ili kwamba wewe huwezi, wewe kama wewe
kufia. Kwa hiyo unapoenda mbele za Kristo, nenda ukiwa wazi. Nenda mweleze dhambi yako. Alafu amua kugeuka. Ukiamua kugeuka, na kuhakikishia mbingu ziko zinakusubiri. Kuna mahali unaposubiriwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Leo unaniona nazungumza na wewe hapa. Usikafikiria ni she is very perfect. Yaani huyu ndo wala hata atendi dhambi. Yaani hakuna. Mimi unayeniona naongea hapa, naongea kwa sababu ya neema ya Kristo. Na hii neema ya Kristo iko kwa kila mtu. Neema ya Kristo. Yaani Mungu ni wa kwetu sote. Sio kwa ajili ya mtu fulani. Sio kaona watu fulani wanatoka hivi na Biblia, sio wenyewe wanahubiri pale kwa mkogo, wenyewe sio wanaimba sifa na kusema kwa kweli hao wenyewe Yesu ni wa kwao. Yesu ni wa kwako pia. Mungu hana upendeleo, mwana wa Mungu. Ni pale tu ambapo utasema mimi sasa ile dhambi ambayo inanitenga na Mungu sihitaji tena, namtaka Yesu. Utamuona Yesu wazi wazi na utaanza kumuona Mungu personally. Kitu cha tatu, vifungo vya giza. Yaani unajua kuna wakati hizi dhambi ambazo tunazifanya wenyewe tunajua sasa tumefanya hivi. Unakuwa unajua na dhamiri na kushuhudia. Lakini kuna vile vifungo vingine vya giza. Yaani unakuwa umefungwa mwenyewe ujue. Mtu labda ameenda amekuloga. Unajua tunazunguka na watu wengi sana ambao wanatuloga. Yaani mtu ameshaenda hapo ameshakuloga kwamba huyu mtu akipata pesa hii awe mlevi tu. Hivi je, kuna mtu anapata hela kabisa anazishika hivi. Lakini ikifika jioni zote zimeisha. Anajisikia tu ngoja nimgaie huyu mtu. Anajisikia tu ngoja niwanunulie watu pombe. Yaani anaona tu ndo maisha. Alafu ikifika jioni hana hata shilingi 10. Alafu mmoja umefanyia na umenunua tango nzuri hajanunua. Umenunua chakula kizuri ukala hajanunua. Labda umeenda kuwekeza nyumba yako huko unajenga haja. Amefungwa na vifungo vya giza. Kwa vifungo vya giza pale vinapokuwa vimetufunga, tunamhitaji Mungu ili atufungue. Na hapa kwenye vifungo vya giza, vile labda ni vifungo vya ukoo, ni maroho umearisi unajua. Kwa mfano mimi nilikuwa na vifungo ambavyo labda unakuta huko vilivyofanyika. Mimi hata sikuwepo wala hata sikuhusika, lakini vinanifunga kwa sheria. Kwa sababu mimi nimefika pale na tukana na kile kizazi na ameshaambia utuangalizie na watoto wetu wote. Kwa hiyo anajua kwamba na huyu Eliza ni wa huyu mtu. Kwa hiyo lazima anakuwa na haki pale na sadaka zimetolewa. Sasa hapa kwenye vifungo vya giza, nikisema kwamba utajitetea mwenyewe ujiombee uweze, nitakuwa mwongo. Na mna mzuri ambao Mungu atakusaidia tu kwenye vifungo vya giza ni huko kukimbia huko, umeona mkutano unaenda, umeona mafundisho kama ya neno ya Mungu, unaanza kushika neno moja moja, umeona watumishi wa Mungu wako sehemu wanaenda kwa sababu wewe uko gerezani hujioni, unaona uko sawa. Lakini unapofika pale neno la Mungu likaachiliwa na wale wana mafuta ya tofauti, na kuhakikishia vifungo vinaondoka, kwa sababu shetani anawajua watumishi wa Mungu. Na neno moja lazima watu walienda kutoa mapepo yanasema Paulo tunamjua. Kumbe mapepo yanawajua watumishi wa Mungu. Kwa ukienda pale na vifungo vya giza, watumishi wa Mungu wako wanaachilia neno pale na wanaomba, unafunguliwa, unaendelea kumtafuta Mungu. Kwa vifungo vya giza ni vitu ambavyo pia vinaweza kukuletea kumuona Mungu kwenye maisha yako. Kitu cha nne na cha mwisho kwa leo ni hofu ya kuogopa watu. Mtu wa Mungu kwenye haya maisha, kwenye hii dunia, yani neno la Mungu linasema hivi, tangu zamani za Yohana Mbatizaji mpaka sasa hivi tunapozungumza, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Na wenye nguvu ndio wanaoendea, wenye nguvu ndio wanaouteka. Sasa kama ni hivyo, ukiwa na hofu ya kuogopa watu, unakaa hapo unaogopa watu, hutakaa kumuona Mungu kwenye maisha yako. Utakuwa unaona hao watu unaowaogopa. Lakini ukikaa sehemu ukasema kwamba mimi naishi maisha yangu, nimeumbwa mwenyewe, ninaishi mwenyewe, pale kwenye jeneza siku moja nitalala mwenyewe, kule kaburini nitakuwa niko peke yangu, alafu hata hivyo siku ya mwisho kila nafsi itajirudia, nitakuwa mbele za Mungu peke yangu. Sasa ukaamua kuyaishi maisha yako wewe kama wewe, utawaogopa watu wewe. Tuangalie kwa mfano Yohana 9:20. Haya ni maneno ya Mungu ambayo tunaenda kuyamalizia kwa leo. Yohana 9:20 neno la Mungu linasema hivi: wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu. Lakini jinsi ya unavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfungua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Hii hadithi ukisoma mwanzo mpaka mwisho, huyu ni mtu alizaliwa ni kipofu.
ameendelea na upofu wake kuanzia akiwa mtoto mdogo mpaka amekuwa mtu mzima. Ni kipofu. Leo amekutana na Yesu. Yesu amemfungua ule upofu, amepona. Sasa amepona, anaanza kushangilia, anaanza kurukaruka. Watu wanaanza kumuuliza, na hasa watu walio wanaanza kumuuliza, "Huyu ni mtoto wenu wewe? Huyu mtu alikuwa kipofu?" Anasema yeye ni kweli alikuwa kipofu. Yeye mwenyewe anaulizwa, "Ulikuwa kipofu?" Anasema yeye, "Mimi nilikuwa kipofu." "Nani aliyekuponya?" Anasema yule mtu anaitwa Yesu ndiye aliyeniponya. Ameniambia nifanye hivi na hivi na hivi, nikajikuta napona. Wanawaita wazazi wake sasa, wanauliza, "Hivi jamani, huyu kweli ni mtoto wenu? Alikuwa kipofu?" Yeye wanakiri kabisa, "Huyu kweli ni mtoto wetu. Tena tulimzaa akiwa kipofu na amepona." Lakini kwa jinsi alivyoona na nani alipona, sisi hatujui, wakati wanajua kabisa Yesu ndiye aliponya. Sasa hiki kitu cha kuendelea kuogopa watu, kwa nini usitamke tu waziwazi, jamani, mimi Eliza hapa nilikuwa nikichaa. Ni kweli nilikuwa nikichaa, lakini aliyeniponya ni Yesu. Ili umpe Mungu utukufu wake. Usio kama wale wakoma 10 wote wamepona, lakini anarudi mmoja tu kumpa Mungu utukufu. Kati ya deni ambalo nilikuwa nalo maoni, siku moja nilikuwa natamani nitoe maoni, ni dukuduku langu mbele ya dunia, mbele za watu, niwaambie jamani, Yesu anaweza na anakuwa na anaponya. Nilikuwa nimeshasema hivi, nitafanyaje? Ndio maana mpaka nikasema nimepata maono, nijenge kanisa kubwa ili watu wanapokuja wanawe na wahubiria. Hebu fikiria maisha yenyewe siku hizi ya kujenga kanisa. Unashangaa unajenga kanisa, unapiga makofi kwa mwenyewe mle ndani, na mtu anayekuja tutawashuhudiaje? Jamani, ukiwa na maono inamhitaji umpate Mungu akuelekeze maono yakoje, yanapatikanaje, wakati gani na yanafanyika wapi. Kuna somo lingine la maono nitaliandaa, tutajifunza hapa kwenye channel. Lakini kwa leo naomba haya mambo matatu yachukulie serious, achana kabisa na mambo ambayo yanaweza kukufanya muone Mungu kama wewe. Karibu sana, tutaendelea kwenye kipindi kijacho. Usikose kusubscribe, usikose kufuatilia masomo ambayo nimeshare hapo nyuma. Kwa ambao unaona shuhuda, endelea kufuatilia shuhuda. Kwa ambaye ni mgeni kabisa kwenye channel, bonyeza hapo kwenye kengele, tuendelee kushirikishana maneno.